نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. ما الحكم إذا اجتمعت صلاة العيد مع صلاة الجمعة في يوم واحد؟ Ndilo swali letu siku hii ya leo. Ni ipi hukumu pindi zinapokutana kwenye siku moja swalatul Eid pamoja na swalatul Jumaa? Kwanza natakiwa tuweze kufahamu ya kuwa jambo hili ni jambo la kiikhtilaf. Akituwezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutakuwa ni wenye kuzungumzia aqwal za maulama sawa na vile walivyoikhtilafiana katika kuieleza jambo hili. Taban, kauli ya kwanza ni kauli ya Ali wa Ibn Zubair wa Ata, yujzi'u al-Eid wal-Jum'ati wadh-Dhuhr wa laysa alayhi illa al-'Asr. Kauli yao walizungumza wakasema, itakapokuwa yani siku ya Eid, maana Eid ikawa imejikuta siku ya Ijumaa, basi inatosha kwa mtu kuweza kusali swalatul Eid na asiwe mwenye kuswali swalatul Jumaa wala dhuhur, isipokuwa swala yenye itakuja kufuata hapo itakuwa ni swala ya al-asr. Dalili ya kwanza walioitumia an Ata'in قال صلى ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج علينا فصلينا وحدانا. akisema ya kuwa ameswali yani ameswali Ibn Zubair swala ya Eid siku ya Ijumaa, kisha baada ya hapo hakuwa Ibn Zubair ni mwenye kujitokeza, yani wakajielekeza sasa, yani kwa kusubiria wakajielekeza msikitini kuweza kusubiria sasa mida ya Ijumaa ifike ili watu waweze kusali Ijumaa, lakini hakuwa ni mwenye kujitokeza hapo kwenye uwanja wa Ijumaa ama kwenye msikiti wa kuweza kufanyia ibada ya Ijumaa. Wakawa ni wenye kusali umoja, maana kama ni baada ya kurudi manyumbani kila mmoja sasa, kwa sababu inakuwa Ijumaa, sheria ya Ijumaa donc yani watu kuweza kukusanyika jamaa. Sasa baada ya hapo wakawa watu ni wenye kutawanyika na kila mmoja akawa ni mwenye kusalia nyumbani kwake. Kauli ya pili, ana Ata'in qala ijtama'a jum'atin wa yawm fitrin ala ahdi az-Zubair faqala عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلىهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. Anasema ilikutana siku ya Eid al-Fitr kwenye siku ya Ijumaa, bi maana Eid al-Fitr ilikwenda kuangukia siku ya Ijumaa. Sasa akawaambia ya kuwa hizi ni sherehe mbili ambazo zimejikutana siku moja, na kesho akawa ni mwenye kuwasalisha rakaa mbili na hakuwa mwenye kuongeza tena ingine swala yoyote ile, bi maana Ijumaa ama ya dhuhur, bali alikuja tena kusali salatul asr. Wal hadithu rawahu Abu Daud. Hizi ni athari mbili walizozitumia wenye kauli hii ya kwanza katika kuweza kuonesha msimamo wao kulingamana na jambo hili, na wakaitengeneza kauli yao wakasema ya kuwa man salla al-Eid yawm al-Jum'ah lam yusalli ba'daha illa al-'asr, yani atakayesali salatul Eid siku ya Ijumaa basi hawezi tena kaswali swala yoyote ile, bi maana salatul Jumaa ama adhuhur, isipokuwa atakuja kusali tu al-asr. Hii ndiyo kauli ya kwanza. Kauli ya pili, kaulu Shafi'i wa Umar ibn Abd al-Aziz, wao wanasema yujzi'u al-Eid 'an al-Jum'ati li ahli al-bawadi, ya kuwa swala ya Eid inajuzu bila ya Ijumaa kwa ahli al-bawadi au ahli al-bawadi. Ahli al-bawadi ni wale mabedui au wale watu ambao wanaishi nje ya mji, yani ku distance. Sasa wao wamekusanyika hapo kwa sababu ya kuweza kuja kupata fadhila ya swala ya Eid. Baada ya hiyo salatul Eid wanaweza wakarudi na wasisali salatul Jumaa, kwa sababu salatul Jumaa haijuzu isipokuwa
kwa jamaa. Sasa nidhamu sasa, wale watu ni watu wa mbali, wanapomaliza kuweza kusali swalatul Eid na wakarudi sehemu ambayo wanaishi. Sasa kule yawezekana kule kusipatikane jamaa ambayo inaweza ikawapermete wao kuweza kusali swala ya Ijumaa, kwa sababu miongoni mwa hukumu ama sharti za swala ya Ijumaa ni nani? Ni jamaa. Lazima jamaa iwe ili watu waweze kuisali swalatul Jumaa. Sasa kwa ule mtu ambaye anaweza kuwa amekuja, ametoka ku distance, amekuja akabahatika kuweza kusali swalatul Eid na baadaye akaondoka, ndipo kauli yao wanasema mtu anaweza kasali Eid na asisali Ijumaa. Lakini kwa wale ahlul bawadi, bimaana wale wanachotakiwa kuweza kufanya ni kusali swalatu dhuhur na sio Ijumaa. Bimaana Ijumaa, ili Ijumaa isalike lazima jamaa. Na dalili walioitumia atharu Uthman radhiyallahu anhu, ambaye aliyehutubu siku ya Eid, yani aliyehutubu kwenye siku ya Eid iliyokuwa kwenye siku ya Ijumaa. Alipohutubu alisema, man ahabba min ahli al-aliyah antadhira al-jum'ata falyantadhir wa man ahabba an yarji'a falyarji'. Yoyote yule ambaye anayetaka kuisubiri swala ya Ijumaa basi asubiri, na yeyote ambaye hatosubiri basi anaweza akarejea. Wal hadith rawahu al-Bukhari. Kauli ya tatu ni kaulu Abi Hanifa wa Malik, la yujzi al-Eid 'an al-jum'ati fal-Eid sunnatun wal-jum'atu fardun. Ni kusema kuwa haijuzu kusema mtu anaweza akasali swalatul Eid alafu akaiacha swalatul Jumaa, kwa sababu swalatul Eid ni sunna na swalatul Jumaa ni fardh. Kwa hiyo sunna haiwezi kaiondoa fardh, na wao msimamo wao wameuweka katika asli. Aslu hapa ni swalatul Jumaa. Swalatul Eid ni sunna ambayo imekuja kuangukia siku ya Ijumaa. Sasa swala hizi ama amri hizi zinamhusu zote mbili, zinamhusu mukallaf au yeye mtu mwenye kuhusikana na sheria. Kwa hiyo hakuna swala ambayo inaweza ikaramplace nyingine. Bimaana utasali swalatul Eid na baadaye utakuja utasali swalatul Jumaa. Baadaye wakajenga kauli yao wakajenga kauli kwenye msimamo wao kwa kulieleza jambo hili. Wakasema, man salla al-Eid يوم الجمعة لم تسقط عنه الجمعة بحال من الأحوال. Atakayesali swalatul Eid siku ya Ijumaa, bimaana Eid imeanguka siku ya Ijumaa, na mtu baada kuweza kusali swalatul Eid, huyo mtu hatakiwi kuweza kuacha swala ya Ijumaa, ama kama iko sehemu ya kuweza kusali ya dhuhuri hatakiwi kuweza kuacha hiyo ya dhuhuri, kwa sababu yoyote ile yenye kutokana na situation yoyote ile lazima unawajibika kuweza kusali Eid, na baada ya kusali Eid ni lazima utasali swalatul Jumaa. Hii ndiyo kauli ya tatu. Na kauli ya nne ni kauli ya Imam Ahmad. Yeye amesema yujzi'ul Eid 'anil jum'ati li ghairi al-imam, ya kuwa Eid inajuzu kwa mtu, yani inajuzu mtu kuweza kusali swalatul Eid. Bimaana Eid inaweza kuwa kama vile ni replace swalatul Jumaa kwa mtu ambaye sio imamu, bimaana maamuma. Dalili aliyoitumia ni hadithu Zaid ibn Arqam, shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Eidaini ijtama'a fi yawmin wahid fasalla al-Eid thumma khataba fi al-jum'ati faqala man sha'a an yusalli falyusalli. Walhadith rawahu Ahmad wa Abu Daud. Amepata kuweza kuhudhuria Eid ambayo ilijitokeza siku ya Ijumaa pamoja na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akawa mwenye kusali swalatul Eid, kuwasalisha watu swalatul Eid, na baadaye akawa ni mwenye kuhutubu tena vile vile kwenye Ijumaa, na akasema basi yoyote yule atakayetaka kuweza kusali aswali. Hadithi hiyo, ijapokuwa kuna ikhtilafu kubwa katika maulama ambao waliosahihisha na wanaodhoofisha hadithi hiyo, Imam Ibn al-Mundhir yeye ni miongoni mwa wanaodhoofisha hadithi hiyo.
Hadithi ya pili aliyoitumia Imam Ahmad ni hadithi ya Abi Huraira, japokuwa hadithi hiyo vile vile kuna wengine ambao wamedhoofisha na wengine wamesahihisha. Miongoni mwao waliodhoofisha ni Imam Nawawi. Na wapi ikhtilafu itakuwa imetoka kwenye jambo hili? Bila shaka ikhtilafu inatoka kwa wapokezi wa hadithi, wa uelewa wa wapokezi wa hadithi, vile kila umoja alielewa hadithi fulani aliyoizungumza Mtume akaielewa tofauti na mwenzake, mwingine naye akaja kwenye hadithi nyingine akaelewa tofauti, na wengine kwenye hadithi hiyo hiyo moja wakawa wametofautiana katika uelewa. Kwa kule kuelewa tofauti ndiyo imekuja sasa kutokea kama vile ikhtilafu kwenye masala haya. Kwa sababu ukiitizama kauli ya kwanza ambayo maulama wanasema ya kuwa ni kaul marjuh, unaona, yani ni kauli ambayo iko haina nguvu, ni kauli isiyokuwa na nguvu yoyote, ambayo inasema mtu anaweza akaswali salatul Eid alafu baada ya hapo hata kama ilikuwa ni siku ya Ijumaa hawezi akasali Ijumaa ama akasali salatu dhuhur, bimaana anaweza tu kuja kusali salatul asr. Maulama wengi wamekataa, wanasema hiyo ni kauli ambayo iko feble. Ukichukua na kauli ya tatu ambayo ni kaulu rajih, kauli ya Imam Abi Hanifa na Imam Malik, wao wamesimama kwenye sheria na kusema ya kuwa Ijumaa ni fardhi na la Eid ni sunna, bimaana la Eid haiwezi ikawa sababu ya kuweza kufanya Ijumaa isisaliwe. Ukichukua maneno haya pamoja na kauli ya pili ya Imam Shafi vinaendana, isipokuwa Imam Shafi amesema Eid wanaweza wakasali na wasisali Ijumaa wale watu wanaotokea mbali. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ijumaa ni swala ya jamaa, lazima jamaa iwe ndio Ijumaa ipatikane. Unaona? Sasa pindi wanapotoka mbali kuweza kuja kusali salatul Eid na baada ya salatul Eid wakarejea, bimaana wale ndio wanaweza kuwa Ijumaa kwao haito swaliwa kwa sababu hawata swali Ijumaa watu wawili watu watatu. Unaona? Bimaana wale watasali salatu dhuhuri kama kawaida. Ndivyo alivyozungumza Imam Shafi. Wallahu a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.